Lakini angalie jitu lenye akili, mawazo na ufahamu, limejilewea, linatoa zakari tu, linajikojolea tu hivi, kwa sababu ameshindwa kusoma kutokana na wanyama. Aya hii inafanya kazi kwa wazungu. Mzungu anajua kwa Qur'ani imeshanambia na mfano mzuri wa kuiga kutokana na wanyama. Sasa Ulaya hakuna wanyama, nifanyeje? Nitoke Ulaya huko niende Tanzania nikaangalia wanyama ili nipate kujifunza, nipate mazingatio gani na mimi nigundue mambo kupitia wanyama. Mzungu anatupa mabilioni kwa mabilioni ili kuangalia wanyama, mpaka akapata elimu ya biology, elimu ya kusoma viumbe. Lakini wewe na mimi leo hatuijui Qur'ani yetu, tumeiacha, basi na mtume wetu tumemwacha, tunakwenda na akili zetu. Basi oneni siku ya kiyama tutakapopata tabu. Kwa hiyo Mungu anasema sio ni haya kutia mfano wa mdudu mbu au walio chini ya mbu. Ndio sisimizi mbu mwenyewe. Mbu anapotaka kumshambulia mtu hawamfichi, wanakuja kabisa kwenye sikio, wanakuambia tunakushambulia, sasa tunakula. Sasa wewe utapambana nao wale mbu, na yule mbu haji mmoja, wanakuja 200 au 300, wanakushambulia wewe mwenye akili, mawazo na ufahamu. Sasa wewe utapambana nao hao mbu, utapambana nao hao mbu, utapambana nao, wengine utawaua, wengine huwaui bwana, wanaruka. Ukilala mbu wanakushambulia, asubuhi ukiamka una mapele nani ile shuka imejaa damu. Unajua kabisa wale mbu niliopambana nao wamenishinda, sasa wamenishambulia. Sasa nifanyeje? Tutengeneze maviwanda yanayetengeneza neti ili tujikinge na nani? Na mbu. Tengeneza neti, mabilioni kwa mabilioni yameisha, lakini mbu ukiweka neti ikibaga pamoja na nguo na ngozi, anashambulia pamoja na neti yako. Tumswalieni mtume wa Uislamu. Na ni jeshi dogo la Mwenyezi Mungu alilolizungumzia ndani ya Qur'ani, na anasema sioni haya kuwatilieni mfano wa mdudu mbu, na ni jeshi dogo ambalo wanadamu mpaka leo hamjaliweza. Sijui moto wa kiyama kama tutauweza siku ya kiyama. Kwa hiyo tayari anashambulia pamoja na neti yako. Mwanadamu kaona neti haifai, sasa tengeneza dawa gani za kupulizia, mbu bado anashambulia. Kwa hiyo dawa ya kupulizia ikaonekana haifai, sasa tengeneza nini? Tengeneza dawa ya kuchoma. Dawa ya kuchoma imeonekana ukichoma ndio inakulevya, na mbu bado anashambulia. Sasa tengeneza dawa gani za kupaka, yani wanapaka kama mafuta. Mbu paka dawa yako na mbu bado anashambulia tu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hapo tayari, kutoka hapo mwanadamu nyenzo zote hizo kashindwa. Aliposhindwa tayari akagundua mbu anasababisha ugonjwa unaoitwa malaria. Sasa neti imeshindikana, dawa za kuchoma zimeshindikana, dawa za kupulizia zimeshindikana, dawa za kupaka zimeshindikana. Sasa mbu anasababisha ugonjwa unaoitwa malaria. Sasa jenga viwanda vya kutengeneza madawa, mabilioni kwa mabilioni yanakwisha kwa sababu ya nani? Mbu. Na Mungu anasema sioni haya kutia mfano wa mdudu mbu, ili wenye akili na mliomwamini Mungu mwende peponi kwa mfano wa mbu, lakini wale waliokufuru waende motoni kwa mfano wa mbu. Baba, mbu tayari ikajengwa dawa, maviwanda ya kutengeneza madawa, ikajengwa nini? Ikatengenezwa maviwanda ya dawa dozi ndogo. Sasa hivi inaitwa dozi ndogo, chloroquine ikaonekana haifai. Mbu malaria yani inapanda, wakaona hapana, jenga maviwanda tena, tengeneza dawa gani? Chloroquine, quinini nayo haifai. Sasa fansida haifai. Nini? Metacaferin haifai. Vidonge vinavyoitwa harifa naye haifai. Malaria inapanda kichwani na watu wanakufa. Mbu jeshi dogo la Mwenyezi Mungu linawashinda wenye akili, mawazo na ufahamu. Lakini limewashinda kwa sababu gani? Mshika mana. Na Mungu anasema sioni haya kutia mfano wa mdudu mbu, ili wenye akili wazinduke na waliomwamini Mwenyezi Mungu waende peponi kwa mfano wa mbu. Na maneno hayo kama nayaongopa, kayaangalia ni Surah Al-Baqara aya 26, sura ya pili. Isomeni mujue, na sio kama mujue, mnajua, kwa sababu mlionifundisha Qur'ani ni nyinyi, ila tu hatuifanyii kazi. Uongo kweli Waislamu?
Maana nisiongope hapa nikisema kweli wewe tunisee Qur'ani bwana tunaifanyia kazi. Hatuifanyii kazi, mtake ndio hivyo hivyo, mstake ndio hivyo hivyo. Laiti tungeifanyia kazi basi wallahi wa billahi mpaka leo Qur'ani ingesimama, imetawala Tanzania, imetawala Uganda, imetawala Kenya. Lakini waislamu tumeiacha Qur'ani, tunatawaliwa na sheria za Dodoma. Safari raga ni ulisi wetu, mtake ndio hivyo hivyo, mstake ndio hivyo hivyo. Wakati Mungu anasema mbebaji wa pombe, muuzaji wa pombe, mkataji kuni wa pombe, sijui muuzaji pombe, wote laana ya nani? Lakini leo Tanzania ndio ulisi wetu. Safari ni safari, hata kwa mguu ni safari, kwa mkokoteni ni safari, kwa ndege ni safari. Wewe unafikiri unataka kuongea jambo la maana vile, kumbe wanaongea balaa juu ya balaa. Lakini kwa sababu gani? Tumeiacha nini? Qur'ani. Waislamu ndio wenye kuamrisha mema na kukataza. Jamani, tunaamrisha, tunakataza mawe, ufe, gewe mwake wapi? Qur'ani inadhalilika mpaka bungeni. Qur'ani inadhalilisha wanawake, ibadilishwe. Wabunge wanapiga makofi. Halafu wale wabunge wanaopigiwa makofi ndio Waislamu wanakereketwa nao kwa kusema Qur'ani inadhalilisha wana. Kwa hiyo Waislamu wenyewe ndio wanawaweka ili waidhalilishe Qur'ani. Na kweli inadhalilika, na Uislamu umefikishwa hapa ulipofikishwa kwa kukosa nini? Umoja. Kama tungeshikamana kama mbu, basi wallahi tungepata kushinda, tena kishindo hakina kifani. Vipi mbu kijidudu kijidogodogo kishikamane kisumbue wenye akili, mawazo na ufahamu, na watu wanaitwa maprofesa kwa kusomea mbu, na mpaka leo mbu hatujamuweza, na ni jeshi dogo la Mwenyezi Mungu ambalo hata ukilishika kwa kidole namna hiyo ukifanya hivi tayari kimekufa. Lakini wanasumbua jamii wenye akili, mawazo na ufahamu, na mpaka leo mbu hatujamuweza. Na laiti na sisi tungeshikamana basi tungewashinda makafiri, wasingetuweza. Sijui na waacheni Waislamu. Halafu fikiria basi mwanadamu huyu mwenye akili, mawazo na ufahamu anaweka tahadhari ya mbu, kutengeneza maneti, kutengeneza madawa, kutengeneza nini, lakini haweki tahadhari ya moto wa Jahannam. Kwa sababu sifa ya mwanadamu kuogopa anachokiona. Kile asichokiona hakiogopi. Ndio sifa ya mwanadamu. Wallahi nawaambieni, kwa sababu gewe yana manyota, lazima atamuogopa. Lazima atamuogopa. Lakini Mwenyezi Mungu anasema niogopeni mimi wanadamu, msiuze aya zangu kwa thamani chache ya dunia. Anayeuza aya zangu kwa thamani chache ya dunia, basi hali tumboni mwake ila anakula moto. Lakini kwa vile ule moto hajauona, hauogopi. Na kafanyeni research leo kwamba huwa mwanadamu anaogopa kile anachokiona. Kaangalie ni watoto wenu tu, leo katie mfano kwa watoto tu, wale tuliowazaa, watoto wadogo tu, pengine wana miaka 10, 15, 6, 7. Kaangalie ni wale watoto tu, watoto leo waambie bwana kwa sababu gani? Ukiondoka watajiuliza, huyu baba kakataa hiki chumba tusiingie, sababu yake ni kaweka nini? Basi wataingia. Kwa sababu mwanadamu anapupa kila saa mpaka jambo alione ndio asadiki. Bila kuliona hasadiki. Basi ukiondoka watafungua mlango, wataingia. Na ukirudi wakikuona wanakukimbia, kwa sababu tayari wewe uliotoa amri wamekuona.